Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Ninayo machache ya kuwaelekeza kwa sababu nimeona watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali haya. Ni kwa nini Mungu alimruhusu shetani aende bustani ya Eden kipindi Adam na Eva amewaweka hapo? Hayo ni maswali ya watu wengi walikuwa wakijiuliza, lakini mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie kitu kimoja. Siku zote na saa yote inatakiwa tutambue sisi wanadamu ni mali ya Mwenyezi Mungu. So Mwenyezi Mungu anafanya vile jinsi anavyotaka juu yetu. Yaani Mungu hajamwachilia tu yule shetani aende bustanini hivi hivi. Mungu alishaweka ndani yake Adam na Hawa kitu kinaitwa utashi, kitu ambacho kitawasaidia, kitu ambacho kinaweza kuwafanya wao wamshinde shetani. Na kitu ambacho namba moja kinachofanya wao wamshinde shetani ni kwamba shetani alipotoka kwenda pale bustanini hakuwa anajua kwamba Adamu amepewa maagizo na Mwenyezi Mungu ale matunda yote isipokuwa tunda moja tu lililo katikati ya bustani ya Eden, kwamba ndo asile wala asiliguse, kwa sababu siku atakayofanya hivyo atakufa hakika. Na ndio maana shetani gia aliyoenda nayo alimuuliza mwanamke ya kwamba hati hivi ndivyo alivyoambia Mungu kwamba matunda ya bustanini msiale? Ukisoma Mwanzo 3 kuanzia ule mstari wa kwanza na kushuka chini, hapo utaona ndipo mwanamke alipojichanganya kuruhusu. Hapo ndipo inakuja kile kitu ambacho Mungu alikuwekea wewe, utashi. Akaruhusu kuongea na shetani. Mwanamke aliruhusu, lakini kama angekaa kimya asingeruhusu kuongea naye, wala haya yote yasingempata. Umeona? Shetani alipomuuliza kwamba Mungu hivi ndivyo alivyosema msiale, mwanamke akamwambia, hapana shetani, Mungu ametuagiza kwamba matunda yote tule ila isipokuwa tunda moja tu. Hapo ndipo shetani akapata mwanga, aliruhusu. Yaani hata shetani hivi leo ili kusudi afanye kazi kwako, usipomruhusu, yani moyo wako usipomruhusu shetani kufanya kazi ndani yako, hawezi akafanya. Ndio maana tumepewa jina lenye mamlaka, jina la Yesu, ambao tunaweza tukakemea tukasema hapana shetani, kwa hili hauna mamlaka. Lakini unapokuwa unamruhusu, shetani anatenda kazi kwako. Yani haji kwako hivi hivi, lakini wewe mwenyewe ndimi unamruhusu, kwa sababu umepewa kujua jema na baya. Unajua kabisa kwa hili shetani unataka kunipeleka pabaya, hili hapana, lakini hili ndio wewe ndio unamruhusu. Mwanamke akaruhusu kuongea na shetani kwamba matunda yote Mungu amesema tuyale ila isipokuwa tunda liliopo katikati ya bustani ya Eden, hilo Mungu kasema tusile wala tusiguse. Hapo ndipo alipompa njia ya shetani sasa kuanza kuzungumza. Hapo shetani ndipo akajua kumbe ndivyo ilivyo. Ndio shetani anaanza kusema sasa kwamba Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula hilo tunda mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama yeye mkijua jema na baya. Lakini gia ya kwanza ni mwanamke kukubali kuzungumza naye. Ndugu yangu mpendwa, nataka nikwambie usishindane na adui yako kwa maneno, kwa kuzungumza maneno. Unaweza ukasema leo nimemchamba, nimemsema sana vya kutosha. Leo nimemweza. Hapana ndugu yangu, adui yako unaposhindana naye kwa maneno, hapo ndipo anapata chanzo. Hapo ndo anapata chance cha kujifikiria, kumbe yale maneno aliyokuwa anazungumza, nifanye sasa hivi, nifanye hivi ili nimweze. Ndio gia aliyotumia shetani, na Mungu aliruhusu vile kwa sababu aligundua mwanadamu nimeshamuumbia utashi. Ni kama wewe unaweza ukampa mwanao nyumba, ukampa na ulisi, ukampa mali, lakini ukampa na silaha za kuilinda ile nyumba pamoja na mali, kisha ukaondoka. Adui atakapokuja, atakapovunja, akachukua zile mali, akaingia mpaka ndani, ni mwanao karuhusu, kashindwa kutumia zile silaha. Mtumishi wa Mungu, usipende kujiuliza kwamba kwa nini Mungu aliruhusu. Je, Mungu amezidiwa? Hapana, Mungu hawezi kuzidiwa. Kila anachokifanya Mungu ni sahihi na kizuri sana, kwa sababu Mungu angetaka kwamba binadamu awe hivi hivi tu, wala hata lile tunda la katikati ya bustani ya Eden Mungu asingeliweka, lakini aliweka akiwa na makusudi yake. Na Mungu kila alichokifanya ni sahihi na ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu alikuwa ana uwezo, mtumishi wa Mungu nikwambie, ana uwezo wa kukomboa mwanadamu na dhambi zake pasipo kumtuma mwanae Yesu Kristo aje ateswe msalabani, aje atukanwe, aje achomwe mikuki. Alikuwa uwezo huo anao, lakini tazama Mungu alivyokuwa wa ajabu.
mwanae wa pekee, mwanae mpendwa, mwanae ambaye ni yeye ni mkuu, aliyokuwa naye tangu misingi ya dunia haipo, alikuwa naye, lakini bado anamtuma duniani aje ateseke. Kwani Mungu alishindwa kukomboa tu wanadamu hivi hivi? Maswali haya watu wengi walikuwa wamekuwa wakiuliza. Watumishi wengi wamekuwa wakiulizwa, wanashindwa kuwajibu watu vile jinsi wanavyouliza. Anakuambia kwani Mungu eti anazidiwa na shetani? Kwa nini shetani Mungu anaacha mpaka anakuja anajaribu? Mungu hatupendi? Hapana. Mungu anatupenda, lakini Mungu anacho kitu ambacho ametuumbia sisi, ndio kinga ambayo inatusaidia hata kumshinda shetani. Hayo mamlaka sisi tunayo. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu mahali popote ulipo. Somo hili litaendelea, lakini nipenda kuambia tu kwamba hata Yesu mwenyewe, pamoja ya kuwa ni mwana pekee wa Mungu, ni mwana mpendwa, lakini Mungu aliruhusu aje ateswe msalabani, afe, alafu afufuke, ndipo sisi tupate ukombozi. Lakini Mungu alikuwa na uwezo wa kuja kutukomboa pasipo kumtuma mwanae aje ateswe. Mungu awabariki sana 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 watumishi. Nafikiri tukipata neema tutazidi kufafanua zaidi na zaidi, na Mungu awabariki sana. Amen.